Hadithi ya Stephen Kanumba, nyota iliyowaka na kuzimika mapema. Palikuwa na kijana mmoja aliyezaliwa tarehe 8 Januari 1984 katika mkoa wa Shinyanga, kaskazini mwa Tanzania. Jina lake lilikuwa Stephen Charles Kanumba. Alizaliwa katika familia ya kawaida, baba yake akiwa ni Charles Kanumba na mama yake Flora Mutegoa. Tangu akiwa mdogo, Stephen alikuwa mtoto mwenye ndoto kubwa, moyo wa ujasiri na kipaji cha kipekee. Akiwa anakuwa, Kanumba alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Bugoi, kisha akaendelea na elimu ya sekondari katika Mission Secondary School kabla ya kujiunga na Jitegemee High School. Mbali na masomo, alijifunza pia maisha, akizungumza kwa ufasaha lugha 3: Kiswahili, Kisukuma na Kiingereza. Lakini kile kilichomtofautisha Stephen na vijana wengine ni kipaji chake cha uigizaji. Miaka ya 1990 alianza kuigiza katika maigizo ya kanisani. Hapo ndipo ndoto yake ilipoanza kuchukua sura. Mwaka 2002 alijiunga na kikundi cha maigizo cha Kaole Arts Group ambacho kilimpa mwenga wa kwanza kuelekea umaarufu. Mwaka 2006, Stephen Kanumba alicheza filamu yake ya kwanza, Jahazi, filamu iliyomfungulia milango ya umaarufu mkubwa nchini Tanzania. Jina lake likaanza kutamkwa kila mahali. Alikuwa nyota mpya, lakini mwanga wake ulikuwa mkali kuliko wengi. Kanumba hakubaki Tanzania pekee. Alivuka mipaka na kwenda Nigeria, Nollywood, ambako alionekana katika filamu kadhaa akifanya kazi na waigizaji wakubwa wa Afrika. Filamu kama My Sister, This Is It na Love Gamble zilimfanya apendwe zaidi na mashabiki. Umaarufu wake uliongezeka maradufu. Alikuwa mwigizaji, mwandishi, mtayarishaji na mchekeshaji. Mwaka 2011 aliteuliwa kuwa balozi wa Amref Afrika, heshima kubwa kwa kijana aliyepanda kwa juhudi zake mwenyewe. Alikuwa tayari anajiandaa kuingia Hollywood, ndoto aliyokuwa karibu kuitimiza. Lakini maisha yana siri zake. Usiku wa tarehe 7 April 2012, dunia ilishtuka. Stephen Kanumba alipatikana amefariki katika chumba chake cha kulala baada ya kuanguka na kugonga kichwa ukutani. Alifariki akiwa na umri wa miaka 28 tu. Uchungu uliigubika Tanzania nzima. Kifo chake kilihusishwa na tukio la kusikitisha lililomhusisha mpenzi wake wa wakati huo, Elizabeth Lulu Michael, aliyekumbwa na kesi ya mauaji bila kukusudia. Miaka kadhaa baadaye, hukumu ilitolewa, lakini maumivu ya kumpoteza Kanumba hayakuwahi kufutika mioyoni mwa mashabiki. Mazishi ya Kanumba yalihudhuriwa na takriban watu 300,000, akiwemo rais wa wakati huo Jakaya Mrisho Kikwete, viongozi wa serikali, wasanii na wananchi wa kawaida. Alizikwa Kinondoni Cemetery, Dar es Salaam. Ingawa Stephen Kanumba aliondoka mapema, alifanya mengi kwa muda mfupi. Alishinda tuzo nyingi, akabaki kuwa mwigizaji maarufu zaidi kuwahi kutokea Tanzania, na hadi leo jina lake linatajwa kama nguzo ya filamu za Kiswahili. Esther, Kanumba hakufa. Aliendelea kuishi kupitia kazi zake, ndoto zake na mioyo